Nini? Nitakushusha huko. Thubutu. Nani wewe? Hadi shushe kama hukujalipa mara 3 inaudi. Mara 3 umefika safari yako. Hadi shushe. Mzuie bana mtu wako bana. Wewe nawe dunia bana. Eti mimi unanifanyia ubabe huyo unamwacha huko. Mzuie wewe mzee. Zuia wewe. Oho, zuia nini bana? Sema ndo mwana nini jamani? Sasa hivi nakuhusu sema, kwa Mungu ongea Mungu. Potelea mbali mambo mengine. Wewe si mzima. Nakwambia ongea, mimi tukusamee. Ongea. Ongea. Matatizo haya. Pumbavu. Unakujua? Si ungesema tu kwenye gari wa kushusha chini ndo kakojeo. Unakojoa kwenye siti hapo kama babu mzima mwendeleta wateremkaje nje jamani. Mikojo mama yangu. Aibu hii mama yangu. Wewe mzee. Angalia. Kwa nini usemi kama mpakisha tu vichaa bwana? Wafunge kamba. Wewe unafanya hivyo bwana wewe baba wewe? Nakwambia hivi. Watu wanakojoaje ndani ya gari? Hata mimi kaka nilijua kwa majomu ndani, mimi nilijua mzima. Baba. Wewe mimi muda mrefu nilikuwa nasema nitawaambia maabiria, nitaambia makonda unisikie. Abiria bwana watu huko wanakonda. Dereva paki pembeni bwana, watu wanakojoa huko bwana. Accident bahati mbaya kakojoa mimi mkojo mbana na afu mzee. Mimi muda mrefu na toa mabegi yako. Angalia. Sio mikojo hiyo. Futa wewe baba. Afuti nani? Wewe hapo ulombakiza mtu. Afuti nani wewe mweuni? Unaona wewe mzee ujiheshimu. Wewe mtoa bana, toa bana bana. Unaona sasa? Unanitiaibu mimi? Unaona unanitiaibu? Toa. Kuteni. Unaona unanitiaibu sasa? Tulia tunafurahi. Tufurahi sasa mkakojoa ndani. Wewe unajua kama mikojo nakuma, usemi na gari ile kwamba dereva angesimama, unajikojolea ndani. Kwa mikojo kama choo cha kwa uwanja wa mpira. Sitaki kupiga. Mimi akasema na mimi mikojo mtu mzima kumbe ni wewe mwenye kichaa. Mzee wangu, au umekojoa wewe? Mimi nimekojoa? Kama umekojoa wewe bwana. Dada bwana. Mimi nimekojoa. Asili yetu. Umekojoa. Asante sana. Kama umekojoa. Nimekojoa? Umekojoa. Au umekojoa wewe? Umekojoa. Angoja basi simame na tupige tuone. Watu fuona mangumi kweli. Mimi nimekojoa. Usinitile mkwano sasa. Sio kama umekojoa wewe hapa. Ushanibadilishia tu. Karibu. Mama karibu. Baba nafungua maji, halafu nataka chipsi zangu haraka. Wewe mzee, nafungua maji nataka chipsi zangu haraka. Watu wewe una tatizo. Nilikwambia mimi umepakiza watu huko, hatuelewani. Unanibishia. Chakula changu ndo kwanza napiga mishikaki miwili. Wewe mzee. Bane. Unamwona mwanamke? Ni chipsi za watu nakula. Ama tatizo haya. Wewe mzee, hebu nipe chipsi zangu baba. Mbona mimi naongea unipatilisi wewe baba? Wewe kama mgonjwa. Wewe mgonjwa ndani. Bana anang'ang'ania kweli huyu bwana. Unaona arudishi? Mgonjwa. Wewe ndio bwana kulipa watu ngoi ngoja nitakulipa. Unaona habari hii? Mzee unaona matatizo haya? Ninyi kwenye mabasi unakunywa maji ya nini? Mnaroweka. Maki nimeshasema mnaroweka. Baba unaona bala?
Kwa mzee, kwani pandisha watu unamwaga chips zako wanakula bwana. Sasa hapa kuna chips. Chukua sasa basi. Chukua sasa. Chukua haya. Sasa wala huko hoteli huko. Wewe unakula hoteli? Wewe unaona watu wa mgonjwa. Wewe mgonjwa. Mama samani njoo kae. Njoo kae. Njoo. Unapata shida. Chukua. Kwa ni majeni. Mimi pata shida. Samani naomba kuzaba. Afadhali. Unakuja na machips, ugali na nini? Kama basi za Iringa. Kwanza nimeama siku bwana. Kila ninapokuambia unisikilize, nimeama. Afadhali uhame. Na unapata burudani vizuri kwa. Hapa. Unapata burudani. Unanitia aibu. Hapo mjiji wako tupotoka mtu wa macho. Mafi mrosa. Corona kabisa watu wenda wazimu. Watu hawana akili kwenye gari. Yule bwana ni bubu tu lakini ana akili yake. Na bubu naye pia ana haki zake. Sasa Sumari kwa sababu hajui kusema tumeona hana akili. Yule ana akili zake. Kwa hiyo ndo akawa anafanya fujo vile. Wewe unaona kwa wema huko. Kwa fujo sio walimu wa bubu ngoja. Muangalia huko. Wewe. Kakatisha. Ndio nakwambia yule Tahira. Mbona kumzuia sasa? Nimzuia mimi ananihusu. Mimi ananihusu. Mimi ananihusu. Au kwa sababu basi huria watu wanapanda kwa sababu ya pesa yako. Unabakiza watu akili hawana, wewe wasumbufu. Ala. Nakugonga gani? Kwa kamswaki. Baba. Wewe tena hapa ndani ingia. Hapa ndani. Jamani, kisa gani hiki? Hii shughuli mwako. Hii shughuli. Leo. Alafu wewe wajua wewe. Niletee utoto mimi. Weka basi mzigo ingia ndani. Wasikia wewe? Anjiwike. Na kuomba tafadhali hapa tushafika mjini, ongea basi. Ile ishi tushaacha kusema usiongee mpaka tufike mjini uoge maji. Sasa ongea. Alafu sijakuwa nimemchukua bubu kweli. Lakini si nimekuwa naongea wewe. Sinjule macho mimi nakueleza mambo unanitolea macho. Bye. Yaba kuoga maji. Bye baba. Kuoga maji. Tukaoge.
Utanifanya mjinga. Baba ndani tukaoge bafu. Twende bafu kaoge. Baba amba nne. Kuoga bafu. Twende. Twende. Mani. Mimi nimechukua mbuzi kwenye gunia. Baba. Mama. Aida. Toba huyo. Wewe bado tunumiza. Amka. Wewe mwehuni. Hivi wewe mzima katika kichwa chako? Au 50 ras 50 majeruhi? Nilikuwa naota. Nini? Ulikuwa wote wewe? Na ole wako niote mimi nimekufa afu tunajua mimi kan mzee Mbegu. Umejuaje? Mjiji vipi? Umeutaje? Akia Mungu nimekuota umekufa. Tena umekufa miguu juu, kichwa chini. Au umekufa kweli? Alafu wewe si mzima. Wewe si mzima. Nimeona kule kwenye gari. Tumekuja kusema usemi. Mimi macho umenitolea mimi mtu mmoja. Na kufanya wewe ukubali. Halafu kibaya sasa unakwenda kumnyang'anya mtu chipsi zake mwenyewe anakula ndani basi. Na maji yako unakunywa wewe unafanya fujo tu kama mtawazimu. Kibaya mno ni kile cha wewe kwenda kukojoa ndani ya gari. Mdomo unao. Ungeambia driver simama nataka kwenda msalani au kwenda kwa chooni kwenda kusaidia kwa ndani gari. Kulikuwa na baya gani? Unamwaga kojo mpaka mimi utaona kama ndio nilokojoa kwenye siti. Wewe unaniambiaje? Kuhusu nini? Uliniambia nisiongee mpaka nije kuoga maji ya mjini. Sio wewe? Basi yesh. Sasa ni hivi. Mimi najua madhumuni ya kuchukua kule kijijini kule hapa. Ni kwa sababu mimi niko peke yangu hapa. Sasa nitafuta mwenzangu ya kuishi naye hapa nyumbani kwangu. Tunachokufanya ushtuki nini? Wewe uliniambia mimi ninakuja mjini. Nafanya kazi kwenye maduka makubwa lakini sio kukaa nyumbani kwako kukaa pamoja na wewe. Sasa kidole kwenye macho, kidole na macho, utaniumiza macho. Maduka makubwa utapata lakini hili nakuambia kwanza ulisikize basi. Mimi siwezi kuishi na mtu kama wewe. Njoo tuongee njoo. Kwanza wewe mke wako na watoto wako wako wapi? Story nitakwambia yote. Njoo. Njoo fuate. Njoo mama njoo. Nakuja. Wewe. Nakwambia hivi. Ukungute huko usije na harufu huko. Usije na harufu hapa tena marufuku. Jamani. Kwani mnakula nini nyinyi? Au ni msoso mjini? Kubwa mjini sio mihogo mnakula kule kuna marosti, kuna mama samaki huko na michuzi huko. Alafu kwa makusudi hiyo. Sifanye makusudi mimi. Mipenda uwezo kula maharage nikafanya fujo hapa ndani kaa tu atonani ndani. Shauri yako. Niko niua bure. Karibu Asante. Shikamoo. Mambo. Poa. Naomba sukari nusu. Haya. Asante sana. Karibu. Asante. Change. Ndo tunavyouza hivyo. Nusu 1000, kilo 1 2000. Samani. Dada. Wewe mgeni hapa mtaani Unakaa wapi? Ukienda hivi, ukikata hivi, ukienda hivi hapa poshafika tayari. Kwa mzee Mbegu. Mbona umeshangaa? Nakwambia dada, mimi nakupa pole sana.
Kama unakaa kwa yule mzee ni gumzo yani. Kila mtu anajua kama hapa mtaani anakuwa na mambo ya kitabe yani. Yani mambo ya ajabu yani. Gumzo? Mbona sielewi? Unamaanisha kitu gani ukisema gumzo? Mdomo koma. Nilikuwa nakutania tu. Usijali, unajua siku zote unapokutana na mtoto mzuri kidogo unamchekesha, si unajua? Unaitwa nani? Naitwa Angelique. Kwa jina zuri. Mimi naitwa Mwafirombe, aka Mwafi. Watoto wote wa mtaani hapa wananijua mimi ndo mtu msafi, Mwarabu mwenye midevu, lakini sifanani na Gaddafi. Karibu. Nakwambia huyu mtoto kule nyuma utazani amebeba maspika. Hapo dukani kwa Mwafi tu. Masaa chungu mzima kama kuna Kariakoo. Kulikuwa kuna foleni. Tangu lini kwa Mwafi kukaa na foleni? Ule lako jambo tu wewe. Kweli tena kwa kuna foleni, kweli. Wewe umjue? Basi kwa taarifa yako, yule Mwafi ana tabia mbaya haisemeki. Usikia nakwambia? Ana tabia mbaya haisemeki kabisa. Yule ni gumzo. Hapa mjini yule ni gumzo kwa taarifa yako. Gumzo? Gumzo. Asa mbona nyinyi mnanichanganya? Yeye anasema wewe ndo gumzo. Wewe unasema yeye ndo gumzo. Sasa hapa gumzo ni nani? Nyosha mmekaa mmenizungumza, mmenimaliza, mmenifanya kila kitu. Maana kila kitu na kichwani. Sasa ngombe hivi. Kama yeye sema gumzo, subiri nafuata huko dukani kwa kipi? Pisha. Babu zeni. Maya ngo. Utikuga ikafungo. Maya ngo. Mwafi. Mimi nilisema hivi. Mimi ndio Mwafi. Hamwezi mkao mnanipita hivi mnaenda kununua mchele duka la pili. Ona imali mpya toka Mbeya. Kagua mwenyewe. Mwafi, mimi sikufuata mchele. Nilikuja kufanya na kuuliza swali hivi. Hili duka lako ni duka ama danguro? Swali moja tu nipo. Nakuuliza duka lako ni danguro sio duka tena? Wewe umwambia ni binti yangu. Nani mimi? Mwafi umwambia ni binti yangu. Ama hiyo lini kwanza? Leo hii asubuhi. Mimi nimefungua ndo mteja wangu wa kwanza. Sasa nimeongea na nani? Mwafi usinizungushe. Wewe una maneno umwambia binti yangu, kwa nini umwambia maneno yale? Hajanunua sukari hapa. Wewe kwani umekakwambia nini? Wewe niambia amekwambia nini? Sasa twende ndio unakujua umeniambia nini, ndio unakujua kunywa twende. Yaani mzee Mbegu mimi niache duka langu niende nikasikize matatizo yako. Mwafi usinizungushe kwa sababu nitakuja kuchukulia hatua kali ambazo tutatoka tuelewani. Twende Mwafi. Haya. Mimi ndio maana bwana huwa sipendi ya mambo. Sipendi kuzoeana na watu mtaani kwa sababu hiyo. Umeshanielewa bwana Kwa sababu hivi choko mimi sipendi. Twende. Ndio maana kujuana sana watoto wa kike hapa mtaani huwa sipendi kwa sababu wengi wanajifanya wananijua, wanakuja hapa wanataka kuongwa biskuti na juisi. Twende tutajua kama biskuti au hapa ni juisi mwenyewe. Ndio, unaombea wapo, ingia. Ndio. Unaleta huko lakini nimeshakwambia mzee, unajua dukani kwangu mimi sijaacha mtu. Wewe una duka una nini sehemu ya danguro? Msemaje? Mwite basi. Angelique. Yo. Mimi ndo maana mimi sipendi mazoea na watoto wa kike. Unashtuka njoo. Wewe Mwafi, ulimwambia nini mtu wa kike? Wewe. Nilikwambia nini?
Lini na saa ngapi nilishakutamkia chochote kuhusiana na mzee? Sinakuuliza wewe. Ibu, Nyimbo yote mnanichanganya. Wewe hujaniambia kitu wewe? Hujaniambia kitu kuhusu mzee? Na wewe hujaniambia kitu wewe? nimekwambiaje? Wewe hujaniambia kwamba mzee ni gumzo? Na wewe hujaniambia Mwafi gumzo? Ninakwambia hivi kwa taarifa yako, sitaki na binti yangu. Toka nje. Nakwambia watoto wa siku hizi wanataka kutugombanisha. Ndio maana mimi hapa naonekana kama zumbu kuamba. Na mimi nakwambia kabisa, wewe tafadhali achana na binti yangu. Sio unafuatafuata binti yangu. Pombavu. Na wewe Anjikiwe, nakwambia hivi, kwanza sasa hivi nenda kapika ugali. Pombavu. Na wewe nimwambia sitaki kwenda nani? Wewe utahama nyumba hii. Majanga kesho, majanga tu. Mwafi, ulifunga duka ulienda wapi? Mboniache. Mimi mwenyewe nimechanganyikiwa kinoma. Hivi kwa nini mambo yako uachi wewe? Kama unipendi si uniambie tu kuliko kunisumbua namna hii jamani. Sasa wewe si mtu mzima? Matendo tu yanatosha kuonyesha ni kama hapa napendwa au sipendwi. Kwa kama unipendi ndio unanifanyia vituko namna hii, mimi matendo ninayofanya mimi najua nakupenda. Wewe kama unaona upendwi, wewe kimpango wako, lakini mimi nakupenda. Mwafi, ulifunga duka ulienda wapi? Wewe unamuuliza kama nani? Muulize Mwafi, wewe unaniuliza kama nani? Sikizeni. Mimi sitaki kusikia makelele. Sawa? Ongea na mpigia kelele. Baby nimekuja kuchukua mchele kilo moja. Koma, mimi sio mpiga kelele na kuheshimu. Mchele nilikuwa tayari nimeshaupima. Nataka ukapike ule uzidi kunenepa. Nakuheshimu. Nakuheshimu. Tena naomba msinizingue. Msinizingue kabisa, msinichanganye. Wewe umsingue nani? Nitakuzingua sasa hivi. Tena ukome. Kome. Koma ukafie Dodoma wewe. Usinizingue hivi, unanijua na nisikia mimi. Wewe nani? Wewe mamangu mzazi mpaka nikujue. Utajijua mwenyewe. Tafadhali umesikia? Bibi yako anaja kuzalia mamako. Unikome. Tena unikome. Toka changanya kwa toza. Usinikunje. Usinikunje. Nakwambia mimi ndio beberu la mtaa. Sasa huyu amemwaga mchele, sijui atakwenda kula nini. Sana atakuwa tu amelala kitandani anahesabu ile misumari juu ya bati. Naomba unisamehe sana kwa kilichotokea jana. Usijali, wewe nipe tu mkate. Karibu. Asante. Hapana, kaa nayo. Asa miela nimepewa nikuletee wewe, afu unaniambia nikae na mimi, kwani mimi ndo mwenye duka? Sikia nikwambie. Wewe kama unajisikia unataka kitu chochote kile, wewe njoo hapa dukani, Mwafi atakupa. Sawa, mimi sitaki pesa yako. Wewe hela yako hiyo weka mfukoni. Sawa? Na hata kama yule mzee atakuagiza kitu, pesa weka kwenye kibubu, wewe njoo uchukue bure. Kwa hiyo nikituma kila kitu naweka kwenye kibubu. Nikituma mkate, hela yake naweka kwenye kibubu. Nikituma sufuria, weka hapa uzi sufuria. Nikituma mswaki kwenye kibubu. Kibiriti kwenye kibubu. Kwenye kibubu. Sasa si nitakuwa na mahela mengi. Wewe umekuja hapa mjini kutafuta hela
au kushangaa magorofa na kuona watu kama kina Mwafi? Ha? Nikuja hela tu. Hela na mimi. Sasa kama ni hivyo, fanya kama hivyo nilivyokuambia. Kibubu. Tengeneza. Paka machacha makaratasi na tengeneza kingine na nini. Mwafi, naomba sukari. Mwafi ng'ombe, naomba sukari. Sikia nikwambie, bwana mke wangu wewe leo toa hela. Maswala kila siku unakuja kuchukua sukari bure bwana, mimi ili duka litakufa ujue. Hakuna cha kutoa hela hapa. Kila siku mimi natoa mtaji wangu wa chapati ndo napika nyumbani tunakula. Ile duka isitoshe ni la wote. Tumehangaika mpaka tumelipata wote. Leo nakuja kuchukua sukari na niambia nita hela. Mimi nasema hivi, sukari hapa itoki. Wewe nenda kafanya unachokijua, chukua unga, koroga na chumvi tutakula hivyo hivyo. Mimi sukari sitoi. Mwafi, sukari utanipa. Siondoki hapa. Haiwezekani kila siku mimi nikulishe wakati duka kubwa hili. Sasa wewe mbona kila siku unaleta ukorofi, unanitia aibu? Karibu. Mwafi, nipe msukari na mkate. Sitaki hata kuongea na wewe. Sawa. Karibu. Dada, mbona toa hela? Usiniche dada. Unaona unafanana naye? Tena ukome. Niache kama nilivyo. Unaona sasa? Unaona? Hayo mambo yako kila siku nakwambia utakuja kunivunjia biashara. Au unataka mpaka watu wakanunue hilo duka la pili hapa? Wewe unajua kana ushindani hapa. Sasa ndo nini kunigombanisha na watu? Samahani, basi naomba sukari. Ameshakwambia sukari stoi bwana. Mwafi, naomba sukari. Ona nitania. Wewe. Wewe. Hakuna kuingia. Sukari utanipa. Nini? Sitoki hapa leo. Unajua unasikia? Yaani nasema Mwafi, naomba sukari. Yaani mimi nitoa sukari yangu. Naomba sukari Mwafi. Nataka sukari. Wewe mwanamke. Naomba sukari. Kwanza sikiza nikwambie, uko gorofani ulikopanda ukidondoka ukivunjika kiuno mimi sina. Nakwambia hivi, sina pesa ya kukupeleka hospitali. Napanda, nitaingia. Utaingiaje? Ndani. Unaninyosha miuji na chumvi wakati sukari ipo. Wewe. Napita nakwambia. Napita mpaka naingia ndani. Naomba sukari. Yaani usitoki hapa. Nataka sukari. Hebu shuka huko juu unajua. Siwezi nikanywa uji wa chumvi mimi. Ukivunjika kiuno? Nikivunjika kiuno ndo utajua. Wewe. Yaani naomba. Toka huko gorofani. Sitoki. Hapa sitoki ndo utanijua. Nakwambia toka. 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 Wewe. Wewe toka kwenda. Nitakuja nikuchape fimbo nyingi ulie kama vile mtoto ambaye kapanda ghorofa ya 5. Tuambie rafiki zetu wajue mimi ni wako. Tushushue na vibu kikoko warudishe imani yako. Kwa nini utaki nielewa? Nini chizi kwa wewe? Machoni sio ningekewa. Moyoni mbona naumia? Niko tayari kwa wewe. Sisemi nimechelewa. Na kuhonga unachotaka unapata. Na kukunda oh baba unaporinga tamasikati na kupata kama kinda oh baba kama pilipili mtini
jinsi navyoniwasha mpenzi wangu. Watu wote anaingia nishibebe Anjiwike abo anaingia Anjiwike kama pilipili mtini jinsi navyoniwasha mpenzi wangu. Wote dan kibuki kaka kibuki kaka Luda kama pilipili mtini. Jamani, mimi nani? Mimi star! Jamani, mimi star! Mimi Anjiwike mfanya kazi. Anjiwike, chakula cha leo kitamu. Wacha mchezo. Big up mtoto. Asante sana mzee Mbegu. Yaani binti wewe jinsi unavyokarangiza hivi, natamani ungekuwa mke wangu, ningefaidi. Tatizo wewe ushazeeka tayari. Sasa hivi zamu ya vijana, zamu yako ishakuisha tayari. Hata Mungu mwanamke kama tulikuwa anajua kama mimi nasema kiukweli kama nampenda katika moyo wangu. Sasa hapa ndo sijamaliza ujuzi wote. Ningemaliza ujuzi wote ungejibweda. Toa roho yangu mtoto wewe. Bwana Mofi, mimi naondoka. Maana yule mzee atakuwa kanisubiri, anahesabu tu masala 3 hilo. Nimefurahi sana leo, nimekaa na wewe muda mrefu, nimeenjoy. Unataka chochote? Pipi, biskuti, soda, juice. Nataka tu kuongezea kwenye kibubu. Wewe. Nishakwambia hii sehemu ya biashara bwana. Unakuja hapa unakuja kufanya nini? Uone kama unaniharibia kazi zangu. Wewe vipi bwana? Unajisafisha? Sio najisafisha, kwani mimi mchafu? Hivyo unanichukuliaje? Mimi nishakwambia sikutaki. Kwani unanifuatafuata? Kwani wanaume wengine waone mpaka mimi Mwafi? Mimi sikutaki bwana. Wewe vipi? Mwafi, mimi naomba niondoke. Usiondoke, njoo. Sikia, unaona unaniharibia? Mimi nampenda huyu. Umenisikia? Mimi sikupendi wewe. Unasemaje? Ndio hivyo nishasema. Kwa hiyo kama mimi na tuko na mambo yetu huko tulishamalizana long time yani. Kavipi wewe jikate tu, mimi niache na maisha yangu bana. Sawa. Ndio Asante Mwafi, nashukuru. Jikate basi. Na leo umeamua kunidharau. Asante. Mwanamke mshamba. Mwafi, asa kwa nini umeamua kumjibu vile? Nimemjibu. Yaani wanawake wa mtaa sijui ana nini. Kila mwanamke ananitaka mimi. Wananiambia eti mimi handsome. Basi utakuwa una bahati. Kwa hiyo kila mtu anakupenda. Mimi. Utakuwa na bahati. Kwa nini sasa kwanza unataka? Lakini mimi siwataki. Kwa sababu wanawake hapa kwanza wananuka. Umeona kama yule? Mimi sijui pua zako na wasiwasi nazo. Lakini wananuka, wachafu, wa shamba. Wawe ndani hata na mimi kwanza. Mimi nataka watoto wazuri kama wewe. Sasa umwambia unanipenda, sasa yeye ataanza kunichukia. Nimemtisha tu, hawezi kufanya lolote. Kwanza wewe uko juu, ufanani nao. Yaani kama matunda wao malimau wewe epo. Kama utanipa nafasi. Nataka wewe mama watoto wangu. Haya, bye.
huyu mtoto nakwambia atakuwa amependa huu udevu yani. Kwa jinsi alivyokuwa na ushika utadhani alikuwa anashika udevu wa baba yake yani. Mafi. Kwa hiyo mimi kiukweli nafurahi sana kwa nafasi ambayo umenipa katika moyo wako. Ukaamua kumchagua Mwafi. Mimi kiukweli nafarijika sana. Na nakuahidi nitakupa mapenzi yangu yote bila choyo chochote wala kumweka mtu yoyote mwingine mbele kushinda wewe. Mwafi, naomba usije ukanidanganya. Kwa sababu mzee Mbegu ameshaniambia mtu wanaume wa mjini waongo sana, wanapenda sana kudanganya wenzao. Mimi sio mwanaume wa mjini, mimi nipo tu. Kwanza nikwambie, mjini majengo tu, mapenzi moyoni. Wewe unakuwa vipi? Mimi niko pamoja na wewe kwa kila kitu. Yaani nakwambia hivi, wewe mwenyewe utafurahi. Mahaba mahabani. Unaonaje mahusiano yetu tukaweka wazi? Tukamwambia mzee Mbegu na watu wengine wote, ili mradi tukawa huru. Sasa usijaribu kufanya hivyo sasa hivi, Ukimwambia mzee Mbegu sasa hivi, jua utaharibu kila kitu kwa sababu bado mapema mno. Inasubiri muda ukifika, tukishakuwa tuna uhakika sasa tunaweza tukamwambia mtu yote. Tutamwambia tu, wewe wala usijali. Sawa? Yaani namaanisha lazima tuweke muda kidogo wa sisi wenyewe kufahamiana vizuri. Tumwambie nani? Umeelewa? Kwa sababu wewe ndio hivyo. Pole mama. Yaani kama tutaamua kujipa nafasi sisi wenyewe, basi mapenzi yetu tukiona yanafaa tunaambia watu wengine wote. Nakwambia soda tamu kama peremende. Bwana mwezi wa Mwafi kama nani? Kama mteja. Kama mteja. Nakuonaona sana na wewe Mwafi, nakuonaona sana. Ndio upigie mstari. Nipigie mstari Hata sikiliza. Sawa. Uko kujisogeza kwako. Hebu muulize kwanza vizuri Mwafi. Mimi ni nani? Sina muda huo kabisa. Kicholeta hapa mimi nimefuata Mwafi, usitaki kunichanganya sasa hivi. Shachanganyika hata sio alipoenda. Yaani unavojibu kwa maringo. Uendi kurudi. Basi tu. Eti Mwafi, sijui atalipo. Usinipigie makelele. Umenisikia? Unaona? Basi kile ndio ambacho kinachotokea kila siku dukani kwangu. Yaani lazima wanawake waje wagombane au wapigane. Kwani wewe ulimwacha nani? Pale mimi nilimwacha dada yangu. Sasa dada yako ndo anakugombania jamani? So wale yeye mwenyewe yuko ndani kule. Wale mimi wanawake tu wananitakataka. Ndio mimi nakwambia siku zote mimi dhahabu, wenzako wananigombania. Wanatamani wanichimbe kila siku wawe na mimi. Ndio maana nakwambia nipende. Mwafi, basi na mimi nitakupenda. Yaani nakupenda ndio maana tumeenda kote huko wapi. Ndio maana niko na wewe. Ndio hivyo, tia bidii sasa. Ongeza moto, sijaona bado. Sasa sikia, wewe nenda nyumbani. Acha mimi nikasolve ile tatizo pale. Sawa? Sawa. Nikisi basi. Hatari. Sijui nikufananisheje. Yaani sijui nikufananisheje. Nimemaliza. Nilianza nilitaarifu. Utajibu. Anjiweke. Mtu kapi saizi? Milango macho wazi. Mzee Mbegu nilikuwa kwa rafiki yangu mtaa wa 3.
Hata mwezi bado. Tayari ushapata marafiki sasa hivi. Mitaa yote kuna wewe, vichochoro vyote unavijua wewe. Najiwiki. Hata hiyo kazi nitakupa mimi. Utaifanya ikiwa ndani uweze kukaa. Naomba unisamehe, sirudi tena. Mimi naona bora nikurudishe kule kijijini nilikotoka, kwenye jua kali, kwenye vumbi, kule kwa kale kwenye matatizo. Niko naomba usirudishe, naomba unisamehe, sirudi tena, nakwambia tena sirudi tena. Angalia kupendeza funduri kule kweli. Sirudi tena. Ainuka. Na bahati kujua. Nikusamehe. Nikusamehe njike. Nitaka piki. Huyu akia Mungu angejua huyu kama mimi nafasi ilikuwa naitafuta. Akia Mungu ndio nitafaidi kweli akia Mungu. Angejua nilikuwa nafasi naitafuta bila kumpatia muda hii. Bali leo kweli. Yaani sitaki hata uniongeleshe. Yaani nimechoka, unajua nimechoka. Mke wangu, mimi nimeomba unisamehe. Mambo yaishe basi. Mimi nakupenda wewe, yaani wewe uko peke yako, ndio maana mimi nimekuoa. Mimi pekee. Ungeko na wanawake 24, yaani masaa 24. Wewe ni unatamba na Mungu wangu, yaani usinipandishe wazimu. Nitakupiga ovyo. Unajua sitaki kupiga wewe. Ukinipiga mimi utanionea, utanionea kabisa yani, kwa sababu mimi siwezi kukurudishia. Naomba nisamehe, afu mimi mwanzo leo na hamu. Pisha huko. Ngoja nikusaidie mke wangu. Umsaidie nani? Haya ni maisha yangu kwa taarifa yako. Nitaishi ninavyoweza. Lakini sasa Tina. Tena ukae hivyo. Usiendelee kunifuata. Toka mke wangu. Ndio mambo gani sasa? Kwa taarifa yako hivi ndio nitakavyoishi. Hata kama kitu kipo juu, nitapandia ngazi na ninakwambia nitakupiga. Nitaningilia kwenye feni, nitakupiga wewe. Utaweka historia. Nakumbia leo yani hata unyumba hakuna. Hasa mwanamke sijui kanishtukia mimi sijui. Sasa ngoja mimi nikamfuata huko mwanamke jamani.
Shaibu leo hii mtu mzima tunakutana na mwanamke ukumbini. Huyu mzee. Kwa nini ametoka? Amenishtukia kama natoroka. Ningepita zangu dirishani au ningejigeuza hata Mungu. Angalia sura yake. Ndio hivyo yani. Ndio hivyo nini? Umerudi kufanya nini hapa? Maombi yameahirishwa kanisani. Makubwa haya leo. Maombi yameahirishwa au huko ulikwenda umefungiwa mlango? Maombi yanaahirishwa wapi? Ulishaikuona wapi wanaalisha maombi? Pastor yeye amesema bwana. Umesikia? Amekuja mpaka kanisani. Jamani, maombi yameahirishwa mpaka kesho kutwa. Rudini manyumbani kwenu mkapumzike. Sasa mimi nimerudi kwangu na naletea fujo. Wewe unatakaje? Huyo pastor katoka kwao. Aje kanisani, aje kuambia kwamba ameahirisha maombi. Sasa sikiliza. Najua huko ulikotoka umefukuzwa. Naomba utoke. Sikia nikwambie, mimi sitaki kubishana wewe. Nimeshakueleza kilichotokea basi. Sababu nina upendo wa dhati na wewe. Kilichonipeleka kanisani ni kwenda kuomba ili mimi na wewe tuishi kwa amani humu ndani, kwa sababu matatizo yamezidi kila siku. Sasa kwa kuwa pastor hakuwepo, naomba mimi na wewe tuombe leo humu ndani. Hebu njoo. Wewe toka. Wewe apoa na wazimu. Ulinichukua kunipeleka kwa huko kanisani. Tulia basi, tulia. Sikilize. Yesu pokea. Pokea na utoe shetani aliyoko ndani ya huyu mwanamke. Shinda na baba horia. Shindwa. Nasema toka, pepo toka. Wewe toka. Toka. Unamuudhi Yesu. Nimekwambia toka. Yesu, unamuudhi. Unamkataa Yesu. Kamwe utauona ufalme wa Mungu. Nakwambia kamwe utauona ufalme wa Mungu. Na utabaki utakuwa kama shetani ndani ya moto yani. Wewe. Naomba unisamehe sana Mwafi. Nilijitahidi nijaribu kadri ya uwezo wangu nitoroke, lakini nilishindwa. Wewe wala usijali, mimi naelewa sana. Ila niliganda sana barabarani. Yaani hapa ninapokuambia mpaka homa imenipata. Kweli. Pole. Basi nikawa tu nakuwaza.
Nimekesha usiku barabarani, asubuhi nimekuja zangu nimefungua duka na kuwaza. Yaani milo nzima na kuwaza tu, yani na kuwaza tu. Mwafi, naomba nisamehe, usirudi tena mimi. Kwani tena usirudi. Sasa usifanye hivyo basi, unanifanya mimi kama najisikia vibaya. Inuka basi. Nakuomba. Samehe. Unajua mimi nakupenda sana. Naona. Sasa kama unaona kabisa mimi nakupenda, inakuaje jana unanigadisha mimi kama gogo? Sasa mimi nilikuwa nataka nikuje, lakini yule mzee akanirudisha kama vile remote yani. Naona unanifunga kamba. Nini sikupigi saundi. Nakwambia ile kitu ya ukweli kabisa yani. Mzee Mbegu leo napasuka leo kia Mungu. Nitasema hivi nikikana tutasema hivi niambia. Anjike. Tangu siku ile nilipokuja kule kijijini kwenye ngoma, ndipo mimi nilipoanza kukupenda baby. Halafu nikakuchukua mjini ili nje nikuoe. Mbona ananiacha Anjike? Hapo bado hapo kidogo. Ngoja isaya ya pili sasa. Tumwambia, oh baby, Anjike, my darling, my honey, I love you so much, Anjike. Nakupenda ndani ya moyo wangu Anjike. Hata viungo vile katika mwili wangu vinajua hivyo kama hivi vinakupenda, kama vile mapafu. Moyo wangu Anjike vinakujua wewe, maini, utumbo Anjike. Baby, I love you so much Anjike. Usione mimi mzee uko na vijindevu kwa vyeupe hivi. Mimi ni handsome boy. Au isikali ndevu nitazitoa basi. Anjike. Leo na habari muhimu sana kukueleza. Niambie mzee Mbegu, niko tayari kusikiliza chochote kile unachotaka kuniambia, wewe niambie tu. Lakini naogopa. Sasa unaogopa nini? Si uniambie jamani. Wewe naogopa, naweza kueleza ila ya habari na wewe nikakuuzi nafsi yako. Mimi sitaki ukasirika katika nafsi yako leo. Nishajua usinambie. Nataka kurudisha kijijini. Kumbe mjini kuzuri Paka mnalia. Siza kwambie. Habari yenyewe ni nzuri sana kwa sababu gani? Zitakuweka wewe hapa mjini mpaka utakuwa kikongwe. Sasa fikiria wewe sasa. Kweli kama nakwambia. Sasa mzee Mbegu, usiniambie sasa hivi. Niko kupanga mpango wangu wote ni kesho ndio nikutoe tukapate juice kidogo. Manjumati tule ndo nakueleza habari zangu zote niko katika moyo wangu. Fumba macho. Fumba macho. Fumbua. Kesho shapika niambie. Wacha wazimu wako, mbona hujaleta neti tukalala? Mwafi, chukua fungo yako. Chukua fungo yako naondoka. Sasa mbona mabegi tena? Ndio naondoka. Unaondoka unaenda wapi? Naenda wapi vipi? Naenda kwetu. Tina, embo acha kicha chako. Unaondoka vipi sasa? Naenda nyumbani, nimekuchoka Mwafi. Unaenda nyumbani vipi? Unaniacha na nani? Kwanza nani kakupa nauli? Unaondoka vipi? Msubiri. Usitaki kunichanganya unajua. Bora kunifanyia vituko mke wangu, lakini unaondoka unaenda wapi sasa Naenda nyumbani. Hivi unanidharau mimi wewe? Unanidharau mimi wewe? Mimi sio mwanamke nakuuliza. Sasa kipi nisichokijua hapo? Vyote vya ndani navijua, unanionyesha nini? Si ndio maana nimekuweka ndani wewe. Nimekuchoka Mwafi. Yaani nimekuchoka kabisa. Huwezi ukanidharau mimi. Tumetoka wapi mimi na wewe? Tumetoka wapi unidharau mimi leo? Nakupenda Tina, sikia mke wangu. Naomba nisamehe. Usinifanyie hivyo mke wangu, utabaki mpweke. Kwa hiyo ulikuwa unanitingisha? Nilikuwa nakutingisha mkono, unanipenda au unipendi? Lakini siku nyingine ukirudia tena na ufanya kweli. Jamani. Ukirudia naondoka kweli. Haya, twende dukani. Ingie ndani. Utamsaidia mama watoto.
Zebegu, nimefurahi kweli kuleta hapa. Leo sehemu nzuri kweli. Unafurahi sana eh? Kama umefurahi sana hata mimi pia ninafurahi sana nikuona wewe. Umefurahi lakini sasa hapa ndio mahali mwafaka. Kwa kuleta wewe unafanyaje sasa jamani? Funga. Hebu ndoka kidogo. Kidogo unafunga kidogo hapa. Unafungua nini juu? Mimi sasa nimefurahi sana kwa kweli. Hapa ndio mahali mwafaka kukwambia yale maneno yangu. Unataka kuniambia wewe niambie tu. Sawa. Wajua tangu kuchukua kijini kuleta hapa haki ya Mungu, hakuna siku nimelala mistari yangu kuota wewe. Unataka nini? Asa mzee Mbegu. Ushaniambia kwamba hulali. Sasa hiyo kuniota na neno tajisi. Hapo chacha. Hata wewe jina inakuja kwaje yake hapo? Unajikuta umekuota tu. Haya, tuendelee na story. Ni hivi? Mkichukua kijini. Ni kwa hiyo kama kuja mjini ndio kutafuta maduka, kufanya kazi za madukani nini, lakini sio hivyo. Mimi mtoto nimekupenda sana. Nimekupenda ile mbaya katika nafsi yangu. Nataka nikuoe ili upate mtu kukaa naye pale nyumbani, kila mtu kukaa naye. Jamani, mtoto kanchanganya. Hatari. Mtoto anachanganya na. Ni hatari. Mtoto anakwenda kama feni. Yaani mzee, kama unavyomuona yule mwanamke anapokatika vile viuno. Yaani kwanza hapa kijijini, yaani yeye yuko peke yake. Yaani yuko kipekee yake. Nimeona anakimbiza wanawake wote hapa kijijini. Yeye ndio kila kitu. Yaani vidume vyote hapa kijijini tunamfukuzia yeye afu tunamkosa. Wote. Nilitoka wapi? Anakaa hapa kwa mzee Sanga hapa juu hapa. Juu tu hapo. Atatoa roho yangu. Kweli atakutoa. Si wenyewe pressure. Hizo hapa hamna kitu. Kweli hamna kitu. Ila kwa wewe utaweza. Lakini mnanenepa kwa muogo. Yaani hatari. Mimi nataka nimchukue yule, nende naye mjini nikamtafutie nikampe kazi mjini afanye kazi. Nikampige samli, nikampige ubao wa pishori, nikampige basmati. Yule ukimtoa kijijini hapo peleke mjini. Babu umeua. Nyumba na boma pakata kubomoka bonga. Mang'aniana tu. Kwa gana gani kama unaenda kufa bwana? Sasa mahali pa kawaida sio kama Ulaya. Mzee Mbegu na mimi nataka kwenda mjini. Wende wapi wewe? Wewe huko tu, wende wapi? Sasa mwage machozi hapa. Halafu na wewe tunakwenda Dar es Salaam. Hamna kuongea askuti. Mpaka tunafika, unapata maji ya kule, unaoga, ukishaoga tayari unaondoa zile nuksi za kijijini alafu ndio unaongea mimi bosi wako. Tumeelewana? Baba. Twende sasa msimama. Naniacha. Unaongea kulia. Wewe twende bwana. Hebu twende. Twendeni. Au ndio mimi nishukulie mimi pia.
Mimi nataka niende. Utakwenda siku nyingine mama kabu. Hizo za mwezi wa pili zetu. Twende mama twende. Wewe mtanipoteza wakati wewe tu bwana. Unachelewa. Mama. Mama sasa. Kalau nikirudi. Twende bwana, basi ndio tuletea wala twende. Twende kwa mimi ndio kuja mtama twende. Hello. Kwa nini unakuwa ni mgumu wa kuelewa? Ngekwe sawe. Kuku namnunua hapa wapi hapa? Kibaha. Sasa wewe kipi ambacho wewe utaki kukielewa hapa? Ngoja kama imetokea ajali hapa. Magari walipigiana honi. Ndio. Mbuta nanga. Sijakubali. Sijakubali kabisa. Hayo unayoyazungumza. Ndio. Nakuelewa, nakupata vizuri. Nakupata vizuri tu. Sawa, nakubaliana na wewe. Samani, hapa ni wapi? Hawanizungumzishi, watu wengine wamenuna. Ndio. Unanifurahisha sana. Tu bahati nzuri kwenye basi watu wamesinzia. Niko vizuri. Niko vizuri kabisa. Chamecha mae. Basi sawa, tuko vizuri. Tunaendelea vizuri. Na uangalie vizuri yale maagizo nilokuachia pale. Sorry. Ndio. Haya sawa. Na leo bahati nzuri sijakwambia dereva na yeye anaendesha vizuri kabisa, na ile biashara alikwambia kuhusu Kabuti Unyango, mwambie mimi saa 8 juu ya alama nitakuwa nimefika tu vizuri. Jamani. Ndio. Sorry. Samani. Sababu pale safari tutafika hospitali ni wewe. Samani kidogo. Ndio. Sorry. Baada kubwa hiyo. Sawa. Basi. Haya. Sorry baba. Bora nini una kifafa nini? Unaangalia kama kale msumari bwana. Tulia bwana. Jamani. Utulie bwana. Kama kale msumari. Utapasua hii uache, utapasua hii mama. Walipinya mama. Ninajua nimeuziwa mbuzi, kumbe nimeuziwa wewe. Mama yangu. Kaka, jirani. Naomba usaidie ndugu yangu. Na huyu si mgonjwa hapa. Tena si kifafa kimeanza, hebu nisaidie ndugu yangu. Unajua mzee wangu wewe, muda mrefu mimi nakustai sana. Wewe unaponiona mimi nimefanya na dokta. Sio lazima ni kwamba wewe ndio jirani yangu. Lazima nikwambie mtu ambaye jirani yake. Hala jirani. Unaona balaa hiyo? Unajua? Unaona bwana, mimi nashirikisha abiria wote. Mimi nakwambia. Abiria wewe. Mimi nitasema bwana. Useme nini? Mimi nitasema maki, mimi najuta kwa nini nimekaa hii siti yani. Mtuliza sauti wako bwana. Nitamtuliza, unajua huyu msikujua kama ana kichaa. Kama ingekuwa nimejua kama ana kichaa singeingia kwenye basi ningefunga kamba mapema. Unajua vimanzi hapa bwana. Ni kama siambia ngoja. Mama leo. Na sijui katafika salama. Mimi nakwambia nitakushusheni huko.